Danji, Yes. kabla hujaenda niko na swali. Uliza ndugu yangu. Nikipitia mtandao Ehe. mara mingi Facebook, unaona picha baada ya picha, ni warembo, vijana wa miraba mine, kila mtu ako katika ile hali ya kutafuta mchumba. Na unaona wameandika hapo chini single and searching. Hapo umeuliza swali mzuri ndugu yangu. Sasa shida ni nini? Single and searching, na wakipata men are dogs. Kwa hivyo sasa ni kumaanisha anatafuta, alafu anaharibu, alafu baadaye tena anarudi kuwa single na tena kurudi katika mtandao. Sasa wacha nikujulishe ndugu yangu. Elimu haina mwisho. Ndiposa mimi niko hapa kama babu, niweze kuwaelimisha vijana. Tuelimishe baba. Ili muweze kuunda Kenya ya kesho, kwa sababu hata viongozi ndio wanazaliwa sasa. Haya, sasa iko hivi ndugu yangu. Ndoa ni Mungu alianzisha. Na Mungu alipoanzisha ndoa, aliona ya kwamba akianzisha ndoa, ndio ndoa sasa italete watu na watu waweze kujaa ulimwengu huu. Sasa ile kitu iko pale ni ya kwamba Mungu anafanya kazi yake. Utaona pale mtandao kuna msichana mrembo sana kabisa, hata unasangaa huyu msichana anasema single, ni nini amekosa? Mpaka juzi pia nami pia niliona mwingine akilia kabisa mpaka anatoa machozi akisema ya kwamba amefikisha miaka 40 na hajapata mtu. Sasa wacha nikujulishe ndugu yangu. Nijulishe baba. Ile kitu iko hapa ni ya kwamba Mungu anafanya kazi yake ili ndoa iweze kuingia hapo, kwa sababu kiumbe cha Mungu, awe kijana mvulana ama awe kijana msichana, kuna wakati ambaye itafika ya kuvutiana kabisa. Mungu anaweka sura inakuwa mrembo kabisa mpaka inavutia mwingine. Akuulize jina ili sasa uweze kupata nini? Uweze kupata mchumba kabisa. Haya, unaona maombi ya msichana. Anasema ya kwamba mimi nataka mtol dark and handsome. Basi Mungu atakupea. Kumbuka ya kwamba ule kijana pia anaomba mali. Anasema mimi nataka msichana mrembo, ako na figa, na ni mrembo kabisa. Basi mtapatana. Lakini kumbuka ya kwamba haya yote Mungu akisafanya mkutane, upate hiyo tall, dark and handsome, na wewe pia upate msichana mwenye ako na figa 8. Mkiingia sasa pale chumbani, useme sasa nimekuoa. Unapigia Mungu asante na kusema umenipea bavu wangu ambaye ni mrembo. Ndio hiyo. Hapo ni sawa. Lakini kumbuka sasa Mungu amemaliza nini? Kazi yake. Sasa mumepatikana katika chumba. Ili sasa kila mtu afanye upande wake. Basi sasa tunaanza ndoa. Ndoa hapa sasa, baada ya kuingia pale chumba, ulikuwa maombi yako ilikuwa ni dark and handsome. Haya, ule pia maombi yake ilikuwa figa 8. Si mumepatikana? Sasa niwacha niwashauri. Kama vijana, kumbuka hiyo tall, dark and handsome inaishia kule mlangoni. Figa 8 inaishia kule mlangoni kabisa. Sasa mko chumbani. Hapa sasa ni baba na mama. Sasa hapa mnaanza kutengeneza jamii. Mungu anaweza kuwabariki, mnapata kijana mvulana ama mnapata msichana. Sasa si nyinyi ni wazazi. Sasa kumbuka ile kitu ambayo inavunja ndoa kabisa. Mimi natoka nikienda kazi kutafuta riziki ili nikuje nikalea jamii yako. Kama ni kijana pengine nilitaja babangu, kama ni msichana pengine nilitaja mamangu, ama mama ya msichana ama baba ya msichana. Pande zote mbili kulingana venye tutaelewana. Basi hapa sasa ni heshima. Mimi nikienda kutafuta riziki, usitarajie ati tena nakupigia simu, sijui babe, sijui nini, na ikifika jioni nirudi bure. Sasa hapo wewe tulia. Sasa mimi nikirudi jioni, nimejifunga pengine hata siku kula lunch, chenye nimerudi nayo, hata kama ni kidogo, pokea. Upokee na ushukuru. Tuombe Mungu kesho pia tupate ingine. Bora itutose sisi jamii ili mavazi
hospitali na maneno mengine, na Mungu aweze kutujalia kabisa. Hapo ndio sasa tutalea jamii ambayo iko na heshima na heshima kubwa, si ni kweli? Lakini mali sasa italete singo ni hapa. Mimi niko kazini, nimeajiriwa, inawezekana nitoe service ili niweze kufurahisha mdozi, ndiye aweze kunilipa ili niweze kufanya nini? Kulete nyumbani tukule. Wewe unatarajia nikupigie simu, bebu umesinda aje? Bebu umesinda aje? Nisipopiga, nikirudi nyumbani nimerudi na kidogo, umeanza kununa. Haya, mimi pia pale nikirudi sasa, saa zile nataka unipokee, uweze kuniuliza umesindaje. Kwanza tushukuru Mungu, tuweze kukaribisha Mungu katika ndoa yetu ili tuweze kuishi na furaha. Umeanza. Kwani ulikuwa wapi? Na ulikuwa na nani? Kwa nini uwezi niuliza hata kama venye na nini nimeshinda? Kwani sasa hiyo, kwani kuna mwingine umeona nje? No, hapana msichana. Haiendi hivyo. Nipokee. Nipe maji nioge, niulize dadu umeshinda aje, nikuambie katika hali ya kutafuta iko shida mingi. Alafu sasa ndio sasa niulize, na sasa ungeweza hata kunipigia simu usikie nimeshinda aje, usikie kama ingewezekana nikupigie, kwa sababu kuna makazi ingine hata tuingie na simu. Si ni kweli ndugu yangu? Kabisa. Na sasa nitakupigia aje? Sasa hapa ndio nalete shida, mpaka sasa tena unakuta msichana ati pengine alikuwa anapelekwa na boda mali fulani, anaanza kumuuliza be, alafu tena anamchanganya, anaacha, anafunja ndoa yake. Wewe ule hana nafasi yako, atakuharibia ndoa yako, na kesho tena utarudi kwa mtandao ukisema ya kwamba uko single. Hapa ndio sasa single inafanya nini? Inaingilia. Nimemaliza ya msichana. Wacha nirudi kwa hii handsome, tall, dark and handsome. Ndugu yangu ulikuwa yafika nane vile ulikuwa maombi yako inafanya. Si ni kweli? Na maombi yako imefika. Chunga bibi. Chunga bibi. Hii ndio maua ya inchi. Rembesa. Tuliza. Mpe nyama ya ulimi ili aweze kufurahi, kwa sababu ni mama ya mtoto wako. Ndio mbiposa amekutolea, mpaka mwingine anaita huyo kijana yako ati ni photocopy umepata hapo. Sasa mheshimu. Upendo yote isiende kwa hiyo photocopy. Mheshimu. Mwambie Mom, kazi ilikuwa mingi, hata mimi pale kazini nilikuwa nakuona tu katika macho yangu, lakini kwa sababu tunanyang'anywa simu tukiingia, singekukuuliza venye umeshinda, lakini kwa sababu nimekuja, sasa wacha tutulie. Mama, wewe ni mrembo. Kusema ukweli, wewe ni mrembo, na mimi naomba Mungu aweze kutulinda, atulinde hii ndoa yetu. Na tafadhali usifunje ndoa yetu. Mimi nakupenda, hata ukiona nikihangaika kule, ni kwa sababu yako. Nataka ukule na watoto wakule, na tushukuru Mungu ili tuweze kufikisha umri wa sasa tunaitwa babu na nyanya. Kabisa. Haya yote tukijumuisha, na wacha niwakumbushe, makosa ikosi, makosa itaweza tokea, lakini tusameheane ili tuanze upya. Tusameheane tuanze upya, lakini siwe msamaha ya kusema hata juzi pia ulinifanya nini, lakini mimi hata sijahau. Samehe na uweze kusahau ili tuweze kuendelea pamoja, kwa sababu hii dunia ni kurekebishana. Safari ni ndefu. Ndoa ni ndefu. Kumbuka ya kwamba umenipenda na kupenda. Hii upendo wacha tutenganishwe na kaburi siku ya mwisho ikifika, ya kwamba sasa unasema aende na amani. Na we pia nasema uende ubaki na amani, ama we pia enda na amani, kwa sababu kumbuka ya kwamba baada ya kuchagua kulingana na maombi yako, si tunatarajia kuishi mpaka Mungu ndiye atatutenganisha. Kwa hivyo nawe pia usiwe na haraka. Ukichagua, chagua mwenye anabeba majukumu. Chagua mtu ambaye ataweza elimisha mtoto wako. Chagua mtu ambaye ataweza lipa nyumba. Isiwe mtu ambaye ukisachagua hata nyumba hawezi lipa. Unaanza kuhangaika na kufungiwa nyumba sijui nini, unarudi kwenu nyumba imefungwa sijui. Sasa huyo ni mwanaume aina gani? Lazima utafute mtu ambaye na upige, uangalie kabisa uone ni mtu ambaye ni majukumu ni sawa ama atahepa majukumu. Ni hivyo. Kwa hivyo chagulia baba
Chagulia mtoto wako baba mzuri kabisa. Chagulia mtoto wako mama mzuri. Isiwe mama ambaye baadaye mtoto anakuuliza na mama, baba, yani hawezi hata kunisomeza, kuninunulia nguo, mama, baba, hata hawezi kulipa nyumba mpaka tunafungiwa nyumba, si ni aibu kwako? Kabisa. Usivutiwa na mapenzi ya peni nane ambaye kesho itakuharibu urembo wako, alafu baadaye unakuwa masekete. Chunga kabisa. Haya, nimemaliza upande wa msichana. Narudi upande wa kijana. Hata wewe chagulia mtoto wako mama mzuri ambaye anajua majukumu. Atakurembesia mtoto hata akienda shule mpaka pale, kwa sababu si kuna form ambaye hata inaandikwaga kama mtoto ni neat ama si neat. Lazima uchague. Isiwe mtoto ambaye sasa tena manguo umenunua lakini sasa pale hakuna mali kuandika neat. Nafikiria nimemaliza ndugu yangu. Na ni hayo ukiweka katika mawazo kwa akili na uweze kuweka vizuri na kupea mwanamke nyama ya ulimi. Utaona mwanamke ananenepa, ile figa umechunga bado ni figa 8. Isiwe ulichukua figa 8 lakini baadaye sasa hata kama anaenda ama narudi ujui. Na ulikuwa unatamani ati upate figa 8, lakini wewe msichana pia ulichagua mraba mine. Ukisema mraba mine, chunga hiyo mraba mine. Siwe sasa tena hata kama narudi unashindwa ni mzee gani hii ametokea na ni kijana. Si Mungu aweze kuwabariki. Asante sana mzee. Asante sana. Nimeshukuru sana. Ndawashauri. Asante.